Mangungu anasema yeye anafikiri hastahili lawama. Na kwa nini kila wakati timu inapofanya vibaya analaumiwa yeye na sio watu wengine wakati watendaji wako wengi? Lakini kiuhalisia Mangungu unastahili lawama na wewe ndo wa kulaumiwa. Kwa nini? Kwa sababu wewe ndo mwenye timu, kwa kigezo cha kwamba Simba ya wanachama ina 51% na Simba ya mwekezaji ina 49%. It means wewe ni mkubwa kuliko kitu chochote. Sasa kama hustahili hizo lawama, unaona wewe uje utuambie nani anastahili lawama, nani wa kulaumiwa, au kikundi gani kinastahili kulaumiwa na sio wewe? Au ukiona hiyo pia huwezi, basi uachie hiyo nafasi aje mtu ambaye ataweza kubeba lawama za wananchi au kufuata matakwa ya wananchi. Lakini sio kwamba useme kwamba unafikiri hustahili lawama, kwa nini aje nalaumiwa mimi tu timu inapofanya vibaya na timu inapofanya vizuri anashangiliwa mtu mwingine. Lazima ulaumiwe wewe kwa sababu wewe ndo top kwenye hiyo timu na 51%. Na wananchi wamekuweka hapo kwa kukuamini kwamba wewe ni mwakilishi wao kwenye vikao vyote vya bodi ya kurugenzi na Simba nzima. Sasa ukiona kwamba wewe hustahili hizo lawama, unatakiwa uje useme kwamba jamani, hizo lawama mnazonipa sio mimi. Hizi lawama ni za mtu fulani, au hizi lawama ni za kikundi fulani. Kwa hiyo hizo lawama mimi msinihusishe, sihusiki. Au useme kwamba jamani, sasa naona hii nafasi mimi imenishinda. Kufanya tu kama Fadru, mimi pressure hii siwezi, basi aje mtu mwingine ambaye ataweza kubeba pressure. Aje mtu mwingine ambaye atakayekubali kulaumiwa. Aje mtu mwingine ambaye atakayekubali kufanya matakwa ya wanachama wanavyoyataka na mashabiki. Lakini sio kwamba kukaa kimya, hausemi tatizo liko wapi, hausemi tatizo ni wewe, hausemi tatizo ni mtendaji mwingine, hausemi kwamba tatizo ni Mo. Alaumiwe nani? Na wewe ndo mwenye 51%, wewe ndo bosi, wewe ndo tajiri wa hiyo timu, wewe ndo mzungumzaji wa mwisho ambaye tunakutaka kukusikia kwa sababu ya 51% zetu 51 tulizonazo. Kwa hiyo Mangungu, wewe beba lawama, lazima zinakustahili, hazikwepeki, lazima uzibebe. Na kama umeshindwa kubeba, basi mpishe mtu mwingine ambaye atakubali kubeba lawama, au mpishe mtu mwingine ambaye atakayekubali kufuata kitu gani ambacho wanachama au mashabiki wanakitaka. Mpishe mtu mwingine ambaye atakuja kusema kwamba huyu ndo tatizo na sio mimi. Lakini ukisema kwamba mimi sistahili lawama, nafikiri wanastahili watu wengine, mnatuvuruga, mnatuchanganya.